Mashinikizo mengi kutoka nje dhidi ya mataifa ya Afrika na hivi karibuni nimemsikia rais wa Tanzania akisema kwamba Tanzania yenyewe kwa muktadha wake itatatua changamoto zake bila msukumo wote kutoka nje. Binafsi naamini ni sera nzuri sana. Kwa nini? Kwa sababu ni sera ambayo inatutanabaisha kimataifa, Frederick. Kwa sababu ukiwa na nchi ambayo inajiamini na kujitegemea yenyewe bila kufungamana na upande wowote, unajiwekea mazingira mazuri ya kufanya maendeleo zaidi. Kwa mfano, sasa hivi Tanzania inaweka dhahabu benki kuu. Kuna muda itafika itahitaji kuuza ama itahitaji kuingia sokoni. Haitachaguliwa nimuuzie nani, niuze shingapi, nipeleke soko gani. Kwa sababu ni ya kwetu na tufungamani na upande wowote. Sawa sawa. Kama tufungamani na upande wowote, tunakuwa na uhuru wa kimaamuzi, uhuru wa kiuchumi, uhuru wa kibiashara, uhuru wa kiusalama wa taifa pia. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanasaidia. Kwa mfano, nchi kama Marekani wana sera yao ambayo ni MAGA. Sasa hivi ni MAGA phase 2, Make America Great Again. Yes. Wanaitaka Marekani iwe kuu tena. Sasa hiyo ndo sera yao. Hata wa Marekani wenyewe, hata ukikuta vijana wa Kimarekani wanaimba hiyo, wanataka taifa lao liwe kuu tena, wawe ndani wawe nje. Sera ni hiyo, ni moja. Kwa hivyo unajikuta wao wanapambania pia taifa. Nafikiri pia hata sisi vijana wa Tanzania lazima tuliangalie pia hilo. Tunabebaje sera zetu ndani na nje kuhakikisha. Kwa hiyo unachoamini wewe ni kwamba licha ya ujio wa viongozi hao, lakini lazima tutengeneze misingi ambayo sisi kama Afrika hatutakuwa uwanja wa hawa mataifa ya nje kuja kupambania rasilimali zetu. Kabisa, hususan ni kipindi ambacho wanakuja wakati mwingine na misaada ambayo inawafunga ama inafunga mataifa ya Afrika. Na ninaamini pia kidogo hapa, ninaamini pia matatizo ya Afrika yanaweza kusolviwa na Waafrika wenyewe bila kutegemea wakati mwingine haya mataifa ambayo yameshajitanabaisha. Kwa mfano Israel, wao wanasema tupo na Marekani. Sasa changamoto ni nini? Changamoto ni kwamba wanajikuta wanafata kile walichoambiwa au wanaingia kwenye viatu vya Marekani. Mwisho wa siku hata maamuzi hawawezi kufanya wenyewe. Hilo nalo pia linaingia kwenye maadili, ujue pia kwenye diplomasia. Sasa pointi yangu ninachotaka kusema hapa ni nini? Kwamba tuligusia kidogo umuhimu wa kutofungamana na upande katika uwanja wa diplomasia, ambao imekuwa ni mojawapo ya sera, nguzo kuu ya sera mambo ya nje ya Tanzania. Tangu enzi hizo tunapata uhuru kama Tanzania inahimiza watu wanapogombana wakae chini wazungumze. Hata kwenye swala la Israel na Palestina, Tanzania msimamo wake ni suluhu ya mataifa mawili, kwa maana ya Israel na Palestina. Endelea. Sasa ukiwa na sera ambayo haifungamani na upande wowote, unakuwa vizuri. Kama nilivyosema mwanzo, unakuwa huru kiuchumi, unakuwa huru kisiasa, unakuwa huru kwenye masuala ya ulinzi na usalama wa taifa, lakini pia unaepuka migogoro ambayo sio ya lazima. Unajua changamoto ambayo imeyakuta baadhi ya mataifa ya Afrika, yanajikuta yanaingia kwenye migogoro ambayo hawahusiani nayo, haiwahusu. Kwa sababu tu huo mgogoro ameuvaa kutoka kwa mtu fulani ambaye ndo mshirika wako mkubwa. Nini ambacho wewe unakita